Yesu alipokuja zikaanza kuhesabiwa nyakati za mwisho. Kwa hiyo shetani anajua baada ya Yesu kuwa amekufa, amefufuka, amepaa kwenda mbinguni, anajua muda wake ni mchache. Kwa hiyo utendaji kazi wake ni mkubwa kuliko tunavyofikiri. Hata anasema kushindana kwetu sio damu na nyama, bali twende hapo, bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Kwanza notice, moja, wafalme au ufalme, principalities, ufalme. Namba mbili, na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili. Na mamlaka, hiyo ni point. Na mamlaka. Namba tatu, wakuu wa giza. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nipongea mkono namna hiyo. Pongea mkono namna hiyo, mtapie sima hapo. Nataka nielezee kitu fulani hapa. Nianze. Watumishi wa Mungu, kushindana kwetu ni juu ya namba moja, falme. Falme. Hizi falme ndio level ya mwisho ya utawala wa ulimwengu wa giza. Nikupe mfano kwenye taifa kama la Tanzania. Mfalme aliyekaa pale kwenye utawala wa taifa la Tanzania ni rais au nafasi ya urais. Kwa hiyo unaposema falme, maana yake unazungumzia the topest authorities. Unazungumzia principality zenye uwezo na mamlaka wa kutawala vitu vyote. Na ndio maana rais akisema nataka barabara ipite pale, hakuna wakubisha. Nataka kitu fulani kifanyike, kinafanyika. Kwa nini? Hana mamlaka ya juu. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya falme, maana yake tunazungumzia mamlaka kubwa katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nisikilize. Hizi falme ndio zinaamua vitu kadhaa. Moja ya kitu kinaamuliwa na falme ni aina ya maisha na mifumo ya maisha yako wewe. Naomba nisikilize vizuri. Mfumo wa maisha yako wewe unaamuliwa sio na mapepo. Hauamriwi na mamlaka. Hauamriwi na wakuu wa giza. Mfumo wa maisha yako wewe unaamriwa na mfalme mwenyewe. Ni anayeleta katiba ya namna ya kuishi hapa Uzuruga. Ndiye mtoa katiba, mtoa dira ya namna ya kuishi kwenye eneo unapoishi. Kwa hiyo mfalme ndiye anaamua mfumo. Sasa nisikilize vizuri. Mfumo wa maisha yako wewe ndio unaamua kufanikiwa kwako au kutofanikiwa kwako.